kupoteza muda, niende kwenye ajenda kuu. Kama mratibu mkuu wa mafunzo, ndugu zangu, sisi ni viongozi ambao tumepewa jukumu la kusimamia shule zetu katika maeneo yetu, na tumepata taarifa ya kuhudhuria mafunzo haya, ikiwa ni sehemu ya mafunzo ambayo yametolewa kwa walimu wakuu nchi nzima, lakini yametolewa kwa maafisa elimu wa halmashauri na maafisa elimu wa mikoa nchi nzima, yakisimamiwa na ADEM kupitia mradi wa Boost chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, lakini yakiwa yapata ufadhili kutoka Benki ya Dunia. Lengo lake ni nini? Lengo lake ni kutujengea uwezo kama viongozi, tukitambua kwamba aspect ya uongozi ina nafasi kubwa sana katika kuleta mabadiliko na ufanisi katika kufikia malengo ya elimu ya kitaifa. Umahiri huu katuwezeshe kwenda kuzisimamia vizuri shule na kuhakikisha mambo ya msingi yapo yanaonekana. Leo mtu akija akiangalia kweli akute ni shule ambayo inaendeshwa, inasimamiwa na kiongozi aliyepata mafunzo chini ya ADEM. Nitaje baadhi ya vigezo vya msingi ambavyo pengine kwa namna moja au nyingine vitaweza kuwasaidia ninyi kuhakikisha vigezo hivi au viashiria hivi vinaonekana dhahiri. Kigezo namba 1 ni uwepo wa kamati ya shule iliyo hai. Iliyo hai maana yake nini? Wewe kama afisa elimu kata, kama una shule zako 6, ni jukumu lako sasa katengeneza ratiba nzuri ya kufanya ufuatiliaji na uone ni namna gani kuhakikisha kwamba kila shule inayo kamati ya shule, na sio tu kamati ya shule, ni kamati ya shule iliyo hai. Imeanza lini na kwa mujibu wa kanuni na taratibu inapaswa kuisha lini. Lakini kigezo namba 2 ni uwepo wa mpango wa jumla wa maendeleo ya shule. Kila shule inapaswa kuwa na mpango. Hawa viongozi, walimu wakuu, walikwisha wezeshwa namna ya uandaaji, utekelezaji na kufanya tathmini ya utekelezaji wa shughuli za mpango. Ni matamanio yetu kwamba yanayotekelezwa shuleni ni yale ambayo yameainishwa kwenye mpango. Je, ni kwa kiasi gani shule, uongozi wa shule na jamii nzima ya shule inauishi mpango wa shule? Hatutamani kuona practice ambayo tumeiona huko nyuma. Shule imeandaa mpango, ikishaandaa mpango ile document imefungiwa kwenye kabati, imeandaliwa tu kwa ajili ya compliance, ya kumuonyesha mkaguzi atakapokuja. Tunataka kubadilisha utamaduni huo. Wa kuyasaidia hayo ni ninyi. Kwa hiyo muhakikishe mpango upo na wanauishi, na wewe ikiwa ni sehemu ya wanajumuiya ambao wanauishi mpango huo. Kigezo namba 3 au kiashiria namba 3 ni uwepo wa kitabu cha kiongozi cha mwalimu mkuu. Hawa walimu wakuu katika mafunzo, kila mwalimu mkuu alipewa kitabu alipewa hard copy na alipewa soft copy. Kiashiria namba 4 ni uwepo wa daftari la malalamiko, complaint register. Tunafahamu malalamiko ni mojawapo ya vyanzo vikuu vya migogoro pale shuleni. Je, wewe kama kiongozi, huyu mwalimu mkuu kama kiongozi, ni namna gani anashughulikia malalamiko yanayojitokeza pale shuleni? Tunatambua kwamba viongozi hawa wanahusika pia kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo pale shuleni, miradi ya ujenzi, miundombinu na kadhalika, ambapo sasa wanalazimika kutumia taratibu au mwongozo wa force account. Kwa hiyo ni mojawapo ya kigezo, kila mwalimu mkuu awe na nakala ya mwongozo wa force account na awe anaurejea kila wakati. Kwa kuwa wewe upo nao karibu sana, kwa wakati fulani unaweza ukaenda some extra miles kutaka kujua jambo fulani analijua au ni mpaka asome ili kujua kwamba kitabu hicho au mwongozo huo unatumika. Na eneo la mwisho katika maeneo ambayo nimeainisha mimi 6 ni uwepo wa uongozi na utawala bora. Uongozi na utawala bora utajidhihirisha kupitia viashiria mbalimbali vya uongozi na utawala bora. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba mtakwenda kuyasimamia haya na mambo yatakwenda vizuri. Baada ya maelezo machache, ni washukuru sana ndugu zangu wana Mwanza. Kwa jina naitwa Mwalimu Tabitha Masota, afisa elimu taaluma mkoa wa Mwanza, ninayeshughulikia elimu ya msingi na awali. Mafunzo haya yamekuwa yana umuhimu mkubwa sana kwa maafisa elimu kata wa mkoa wa Mwanza.
Yanao umuhimu kwa sababu hawa ndio wasimamizi wakuu wa swala la kitaaluma shuleni. Lakini taaluma haishi taaluma tu, ni pamoja na shughuli zote zinazoendeshwa shuleni, ikiwa ni pamoja na ujenzi. Kwa hiyo kuhudhuria kwao kwenye mafunzo haya kumewapa nyenzo za wao katika kusimamia, katika kuongoza na katika kufuatilia utekelezaji wa majukumu mbalimbali kwenye shule zao. Maafisa elimu kata wakipata mafunzo haya yanaenda kuwaongezea ari ya utendaji kazi, lakini pia mbinu za usimamizi, ufuatiliaji na ufanyaji wa tathmini katika shughuli zao za kila siku. Lakini pia zimewakumbusha kuhusu utumiaji wa miongozo, sheria, kanuni na taratibu katika kuongoza kwenye taasisi zao. Hivyo basi hatutegemei mkoa wa Mwanza kuwa na malalamiko, kwa sababu malalamiko yatashughulikiwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Naitwa Haiba Mzuzuri, ni afisa elimu kata kutoka halmashauri ya wilaya Sengerema, kata ya Busisi. Mafunzo haya yameweza kunisaidia vitu vingi, yametuelekeza namna ya kusimamia rasilimali, kwa sababu mada kuu ilikuwa inahusu uongozi, usimamizi na utawala bora. Kwenye mafunzo haya vitu vingi niseme vimenifurahisha na vimenifunza kwa ujumla, hususan kuhusiana na uongozi bora ukoje, lakini pia kuhusiana na utawala bora. Utawala bora ni ule ambao unazingatia uwazi, uwajibikaji, lakini pia creativity kwa maana ya ubunifu. Vitaongeza ufanisi wa kazi yangu kama afisa elimu kata, kwa sababu nitaenda kushirikiana na walimu ili kuweza kutimiza lengo kuu la utoaji wa elimu. Jina langu naitwa Kraveli Kaziro, ni afisa elimu wa kata ya Bugogwa, manispaa ya Ilemela. Kimsingi na vitu vingi ambavyo nilikuwa sijapata kuvitambua au nilikuwa navijua kwa maana ya kwamba sio kwa ndani, kwa najua tu kwa hali ya kawaida. Kwa mfano maandalizi ya mpango kazi, kwa maana ya kwamba unapoandaa mpango kazi katika taasisi ambayo unayoiongoza, ni vitu gani ambavyo unatakiwa ushirikishe jamii, ni vitu gani ambavyo pia unatakiwa viweke katika mpango wako ambavyo vina uwezo wa kutekelezeka. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya naweza kusema sasa nimepata uzoefu mpya, nimepata ujuzi mpya ambao kwa kweli utaweza kunisaidia wakati ninapokuwa nasimamia kule shule zangu, kwa sababu mimi ndio mdau wa kwanza katika zile shule kupita na kuangalia utekelezaji wa mipango yao wanavyofanya. Kwa hiyo nitakuwa sehemu mojawapo ya kushauri, sehemu mojawapo ya kurekebisha sehemu ambapo panaonekana hapajafanya vizuri. Mimi naamini kwa kiasi kikubwa itanisaidia kuongeza namna ya utendaji wa kazi, kwa sababu unajua wanasema hasa sisi tunaofanya kazi ya utumishi wa umma. Kazi ya utumishi wa umma ni ngumu, kwa maana ya kwamba ni ngumu endapo tu unafanya hiyo kazi kwa weledi, ni ngumu. Kwa hiyo tunahitaji kila siku kupata angalau vitu ambavyo tunaweza kuturudisha katika mstari. Wakati mwingine unakuta kama binadamu unaweza ukawa unafanya pasipo kufuata utaratibu, lakini kwa mafunzo haya yanatukumbusha sasa kurudi kwenye ule utaratibu na kuendelea kufanya kazi kwa hatua ambazo tumejifunza hapa. Mimi nilikuwa kwangu mimi binafsi nilikuwa natamani kwa kweli waendelee kutukumbuka, kwa sababu idara ya elimu mara nyingi ndio inayopokea mabadiliko makubwa ambayo yanatokana na wenzetu huko duniani. Kwa hiyo ni lazima sisi ndio tuwe chachu ya kupokea hayo mabadiliko na kwenda kuyafikisha kwenye jamii ambayo tunayoilisha kila siku. Naitwa Madam Mary Naftaeli, ni afisa elimu kata wa kata ya Mabatini iliyopo katika halmashauri ya jiji la Mwanza. Mimi kitu ambacho kimenifurahisha katika mafunzo yangu ni uhusiano uliopo kati ya serikali mtandao pamoja na utawala bora. Kitu hiki kimenifurahisha kwa sababu nimejua ni kwa sababu gani serikali imeanzisha mifumo. Mwanzoni hali ya uanzishaji wa mifumo, kwa mfano mfumo wa ESS, kwa upande wetu sisi kama kada ya elimu huku kwenye walimu, watu waliona kama ni changamoto, kwamba watu kwa sababu ya
kule kutokuwa na uelewa wa TEHAMA. Kwa hiyo waliona kama tumeletewa kitu kigeni, lakini baada ya mafunzo tumeona ni kitu rahisi. Badala ya kuwa na ule mtindo wa kizamani wa analojia wa kuandika barua ya maombi, kuipeleka ofisini iende tena kwenye ofisi ya mtu mwingine, lakini sasa hivi unaweza ukaandika barua yako ya maombi kwenye mfumo, na hapo hapo kwenye mfumo anayetakiwa kuiangalia akaiona pale pale, na mwingine anayetakiwa kuipitisha akaipitisha pale pale. Kwa hiyo jambo ambalo lilikuwa linaweza kufanyika kwa muda wa siku 3 sasa hizi linafanyika ndani ya masaa 3. Mimi napenda kuishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa haya mafunzo, yametujengea uelewa mzuri na tumekuwa mahiri kwa kweli kwenye utendaji wa kazi, na hii inatusaidia kwenda kuwajibika ipasavyo kwenye maeneo yetu ya kazi. Kwa hiyo ninawashukuru sana wafadhili ambao wametuangalia na kubuni kitu hiki, lakini wawezeshaji wetu pia tunawashukuru sana kwa sababu ni mahiri, tumefurahia ule umahiri wao na mbinu ambazo wametumia katika kutuelewesha, na sisi tunaahidi kwamba walichotufundisha na sisi tutakwenda kuwarithisha wale ambao wako chini yetu.